Mambo manne yanayoongoza kwa kutengeneza wanaume wadhaifu na maskini. Please usahau kusubscribe channel yetu kwa mara ya kwanza na kutufollow pia. Namba 1, pombe. Ukienda katika jamii ambayo misingi yake imeharibika, utagundua jamii hiyo inatawaliwa na ulevi. Pombe ni kitu kinachochangia sana kuharibu kizazi cha kiume na kusababisha udhaifu na umasikini. Huwezi mkuta mwanamume shupavu ambaye ni mlevi. Namba 2, wanawake. Katika vitabu vya dini vyote vinaonyesha jinsi giants wengi walivyoangushwa na wanawake. Wanawake ni moja ya silaha ambayo muovu ama shetani huitumia kuharibu vipawa na karama za wanaume wengi. Ukisimama vizuri, iwe kiimani au kifedha au katika eneo lolote, taratibu wanawake wataanza kuja kirahisi zaidi ya mwanzo. Ukiona hivyo, ujue sio nyota imeng'aa, bali ni anguko linakunyemelea. Namba 3, kamari. Maandiko yanasema mwanaume atakula kwa jasho, yaani atakuwa kwa kuhusisha nguvu na akili zake. Kamari ni kitendo kisichohusisha nguvu wala akili, na imeongoza kuharibu kizazi cha kiume. Ni ukweli usiopingika kwamba wapo waliotoboa kupitia kamari, lakini ukweli mchungu ni kwamba kamari imetengeneza wanaume wengi dhaifu na maskini. Namba 4, punyeto. Tukiachilia mbali suala la punyeto kuharibu mfumo wa uzazi na kupelekea kuibuka kwa changamoto za nguvu za kiume, punyeto inasababisha mwanamume apungukiwe na hali ya kujiamini, lakini pia inapandikiza udhaifu ndani yake na kuondoa ile hali ya kiume. Abebwaye hujikaza. Ikiwa unahitaji kubadilisha mfumo wa maisha yako sasa kwa ajili ya baadaye yako, basi unapaswa kuanza sasa hivi kwa ajili ya hiyo baadaye. Ikiwa baadaye yako haina umuhimu, basi fanya kile ambacho unahisi kina umuhimu sasa. Kuwa makini na kila hatua unayopiga katika maisha yako na kila kitendo unachokifanya katika maisha yako. Badilisha fikra, badilisha maisha, umakini unahitajika.